نعم، أهلا وسهلا ومرحبا أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها الإخوان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa chaneli yako pendwa hii ya Akhlaq TV. Leo ni siku nyingine tena tukiwa hapa katika haiba ya Muislamu ndani ya chaneli yako hii ya Akhlaq TV. Mimi ni ndugu yako Sheha Makame, ndio la kwangu jina hilo, na kualika hapa tuweze kujumuika pamoja. Lakini awali ya yote ni wape pole kwanza ndugu zetu ambao wamepita katika changamoto mbalimbali. Inawezekana wana maradhi, muda huu wanatazama video hii wakiwa katika hali si nzuri kiafya, ima pia ikiwa wao wenyewe wanaoguza ndugu zao, wazazi wao, watoto wao, ima pia ikiwa wao wenyewe muda huu wakiwa ndio wanakwenda kuwazika wapendwa wao. Poleni sana, lakini jua kwamba ndio kadari za Allah tabaraka wa taala. Hata sisimizi kuna wakati anapata mitihani, hata tembo naye anapata mitihani. Kwa hiyo nawe ikikufika, si kama Mungu amekuonea, bali anataka tu utambue uwepo wake. Sasa leo ndugu zangu, tukiwa katika anwani zetu za kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu Uislamu, lakini tukiwa tumewekeza nguvu pia katika kuyazungumza masuala yanayohusu kaswida zetu hapa Tanzania na wasanii wake pamoja na walaji wao, maana wadau wao. Sasa mimi nikiwa kama miongoni mwa wadau, leo nina jambo moja ambalo nataka tulizungumze. Leo ni tarehe mbili, ikiwa inaingia tarehe 3 ya mwezi huu wa Rajab mwaka 1447 Hijiria. Sasa ninachotaka tukizungumze ni kwamba tumekuwa na desturi moja, kwa nyinyi waimbaji wa kaswida, mmekuwa na desturi moja. Tunafahamu kwamba tuna miezi mingi sana, idadi yake ni miezi 12 ndani ya mwaka mmoja, kwa maana mwaka wa Hijiria, lakini hali kadhalika pia hata katika mwaka wa miladia iko hivyo hivyo. Sasa kumekuwa na tabia moja sana. Tunafahamu kwamba Rajab ni mwezi miongoni mwa miezi bora sana katika Uislamu. Shaabani ni mwezi katika miezi bora sana ndani ya Uislamu. Halikadhalika Ramadhani, kila mmoja anafahamu, hata ukimuuliza mtoto under 18 anafahamu kwamba ubora wa Uislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa kitu ambacho kinaumiza sana, sisi waimba kaswida asilimia kubwa ni vijana ambao tumepita madrasa, na haya yote tumefundishwa ubora wa miezi yote 12 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kila mwezi ndani ya Uislamu na tukio lake. Hivyo tu inawezekana tukawa tunajishughulisha na mambo mengine na hatutaki kuifuatilia haya, lakini kila mwezi ndani ya Uislamu una ubora wake. Ukija katika mwezi wa Hija, basi utakuta ubora wa miezi hiyo. Ukija miezi ya Shaabani, Ramadhani, halikadhalika huu Rajab tuliokuwa nao. Sasa kumekuwa na desturi moja sana, ndugu zetu wasanii, waimbaji wa kaswida, mmekuwa na mambo ambayo mnafanya wakati mwingine huwa tunakaa tunajiuliza nini wana face, yani wanafanya kwa sababu gani? Wanaimba kaswida kwa sababu gani? Wanaimba kwa ajili ya nani? Wanaimba kwa ajili ya kupata nini kwenye maisha yao? So mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaaban ni miezi ambao mumeisahau sana katika kuzungumzia. Mmekuwa mkidili sana na mwezi wa Ramadhani, mmekuwa mkitunga kaswida nyingi sana kuhusiana na mwezi wa Ramadhani, lakini mmeshindwa kutunga kaswida kuhusiana na mwezi wa Rajab, kuzungumzia ubora wa mwezi huu wa Rajab. Mmeshindwa kutunga kaswida kuzungumzia ubora wa mwezi wa Shaabani. Mmeshindwa kutunga kaswida kuzungumzia ubora wa miezi mingine kama mwezi wa Hija na mingine mingi. Sasa hatujui, hebu mtuambie basi, kwa nini mmeupa kipaumbele sana Ramadhani, ingawa tunafahamu fadhila zake, ubora wake na utukufu wake mwezi huo, lakini miongoni mwa miezi mitukufu Ramadhani si mwezi mtukufu, lakini mmekuwa mkiubeba sana. Inawezekana kutokana na ibada yake kubwa kabisa, ibada ya Ramadhani, ibada ya funga. Lakini wakati mnafanya hili, mbona hii miezi mingine mnaisahau? Mwezi wa Rajab ndio mwezi ambao unakwenda kwenye maandalizi ya mwezi huo wa Ramadhani. Mwezi wa Shaabani ni miongoni mwa miezi pia ambayo ni ya kufanyia maandalizi mwezi huu wa Ramadhani. Lakini pia miezi hii yote miwili ndio miezi ambayo miongoni mwa miezi mitukufu. Rajab wa Shaaban ni miongoni katika ile miezi ambayo ni bora na ina mambo mengi sana. Lakini ikiwa tunania kuhamasisha watu Ramadhani, kwa nini tusianze kuhamasisha watu kuanzia Shaabani kujiandaa? Tunafahamu kwamba kuna watu
walikosa kufunga aidha siku 10, siku 5, siku 30 zote ndani ya mwaka uliopita, kwa maana Ramadhani iliyopita, na mwezi huu wanajiandaa kwenda kufunga katika mwezi unaokuja, mwezi wa Ramadhani. Sasa swali la kujiuliza, kama watu wanakwenda kujiandaa katika mwezi huu wa Ramadhani unaokuja na hawajaweza kupata nafasi ya kulipa, hawajaweza kupata nafasi ya kukaa kuisoma funga yao, why tunasahau kuwakumbusha ndani ya miezi hii? Why hatutengenezi vitu ambavyo vitakuwa vinawazungumza ubora wa kuiandaa Ramadhani ndani ya miezi hii miwili? Kwa nini hatutengenezi vitu ambavyo, ama hatutengenezi kaswida ambazo zitawahamasisha watu, zitawavuta watu katika kuijua ama kuipenda hiyo Ramadhani ambayo tunakwenda kufunga? Leo kuna watu wameshindwa kufunga, inawezekana kwa sababu tu ya kupuuza. Lakini leo kuna watu inawezekana walishindwa kuzimudu saumu zao ni kwa sababu tu ya kupenda mambo ya kitwahuti, mambo ya kishetani, mambo ya kifarauni, mambo ya kibilisi. Inawezekana tu watu walishindwa kufunga Ramadhani zilizopita kwa sababu hayo. Leo inawezekana kuna mtu hajawahi kufunga kwa sababu tu anashindwa kujimudu katika, yani hajui afanyeje ili afunge, ama hajui akifunga, yani tuseme hawezi, hajawahi kufunga na hawezi katika mazingira yake. Anaona nikifunga bwana itanipa hali ngumu, itanipa wakati mgumu. Nawezaje kushinda kutwa nzima bila kula? Sasa wakati huyu mtu anatakiwa andaliwe huku katika miezi hii ya nyuma kabla ya kuingia Ramadhani. Sisi tunawekeza nguvu sana ndani ya Ramadhani, tunamhamasisha mtu pale. Ni sawa sawa na leo wewe ni mchezaji wa mpira mzuri sana, lakini inawezekana miezi yote ukufanya maandalizi ama siku zote ukufanya maandalizi kwa ajili ya hiyo mechi ambayo unakwenda kuifanya. Sasa siku ya mechi unataka kocha akupange, alafu vile vile unataka maandalizi yake uyafanyie humo ndani ya mechi. Nini utakuwa unafanya? Sasa ndivyo ilivyo ibada yote, lazima iwe na maandalizi. Hata swalatul Jumaa tunakwenda kuswali, maandalizi yake hufanyika Alhamisi. Wengine wanafanya maandalizi siku 3 kabla ya Jumaa. Wengine wanafanya maandalizi baada tu ya kuimaliza Jumaa leo, Jumaa inayokuja basi mtu anaanza kuiandaa leo. Sasa hebu tubadilike wasanii. Hebu tuwe na hali ambayo tukikaa wakati mwingine tuseme okay, tumefanya kazi. Mashekhe wanajitahidi, wanahamasisha kuanzia miezi hii. Lakini nyinyi waimbaji wa kaswida, sio tu mkae mtunge kaswida Ramadhani, 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 Ramadhani. Hebu tungeni basi kuhusu Rajab na ubora wake. Zungumzeni kuhusu Shaabani na ubora wake. Zungumzeni kuhusu mambo muhimu ya kufanya ndani ya Shaabani na Rajab. Kama hatujui, basi siturudi kwenye vitabu. Siku hizi mpaka Google zipo. Unaingia unasoma kule fadhila za mwezi wa Shaabani, fadhila za mwezi wa Rajab, unazisoma, then baada ya hapo unakwenda unaandika mashairi yako. Unatuhamasisha, unatuita watu kwa ajili ya kuanza kuiandaa. Tukumbushe watu kuhusiana na kulipa funga zilizopita. Tukumbushe watu kuhusiana na kuacha yale ambayo yatakuja kutufanya tuwe na magepu kwenye funga zetu. Inawezekana ukafunga asubuhi mpaka jioni, lakini ukajikuta funga yako haiko siha kwa sababu tu ya namna matendo yako ulivyofanya. Umefunga alafu umekwenda umemuoa mwanaume mwenzio kwenye bao. Nadanganya huku umefunga. Umefunga alafu unakwenda unalala kwenye bao. Sema nimelala hapa. Aliyakuwa si kweli. Unaipa mushkeli funga yako. Kwa hiyo hivi vitu tuvizungumza wasanii wa kaswida. Wa ila huna fayakfa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mwana Hauja Makame ama Makame Mtikisadini. Karibu ndani ya channel hii. Usisahau kusubscribe kama bado, na usisahau kucomment, kulike na kushare kwa wengine ili tupate maarifa haya. Kizazi kilicho bora kinaandaliwa na sisi vijana wa leo. Maasalam, siku iliyokuwa njema nao.